Karibu. Haya. Baito masio. Masio inge. Asanteni sana. Bwana ni mwema. Na kila wakati. Na ndio. Asanteni sana. Tumekuja kwa msiba. Vile imesemekana huyu mzee ambaye ni Willy Molo Masia amefikisha miaka wa 91. Kwa tunasema huyu amekula chumvi. Amekula chumvi. Kwa tunasherehekea maisha yake. Sherehekea maisha yake maana yeye ameishi miaka hizo mingi zaidi, lakini uzuri zaidi ya kwamba kwa yale ambayo ameongea hapa amesemekana alikuwa ni mtu wa utu. Vitendo ya binadamu ndio inatenganisha binadamu na mnyama. Maana yake binadamu mzuri anawacha ishara. Kama huyu amewacha ishara, watoto wake, bibi zake, ndugu yake, wajukuu, mashemeji wote wameongea juu yake. Swara anaweza kuishi katika msitu pale na anakufa na hajulikani alikufa. Lakini mtu ni utu ndiye anaweza kuweka ukumbi hii inajaa vile imejaa namna hiyo. Kwa hivyo sasa sisi tunamwomba Mola amweke moyo yake pale pema peponi. Nimeleta risala ya rambirambi kutoka kwa Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Madam Martha Wangari Karua. Ya tatu ni kwa bibi yangu Mama Aida Odinga. Maka Aida Odinga na Pauline ni marafiki sana. Kwa aliposikia hii maneno yeye mwenyewe alipigwa kabisa. Na vile vile akijua ya kwamba Pauline hawezi kufika hapa kwa na sisi siku ya leo. Lakini vile Kalonzo alisema Pauline ako katika runinga. Hata ile runinga ya Azimio television iko hapa. Inatangaza hii hafla moja kwa moja. Naweza kuona haya. Kupoteza mtu ambaye ni karibu namna hiyo ni chungu sana. Na mnajua vile nyinyi mnahisi kama jamii. Sasa sisi na Kalonzo na Pauline tumekuwa jamii, tumekuwa marafiki kabisa. Kwa hivyo kila mara wakiwa na shida sisi tunakwenda, tukiwa na shida vile vile wao wanakuja kwetu. Kwa hivyo sio tu rafiki ya kisiasa, vile vile rafiki ya kiutu. Tuko pamoja. Na wengi sasa wameongea hapa mengi. Wengine wameongea juu ya mambo ya siasa, lakini vile vile juu ya mambo ya kimaisha kwa jumla. Lakini nifurahi sana kusikia maneno ya Archbishop Raphael Kituva. Amesema mara hii kanisa itaongea. Kanisa hata mara ile iliongea, lakini ilisema maneno machafu. Walikuwa na abudu shetani. Manake jamaa wale walikuja na propaganda mengi zaidi mpaka wakapombaza kanisa. Kanisa wakachukua wale ni watu waaminifu. Lakini yale yote tulisema yale ni yote ni porojo. Walikuwa wanatoa ahadi ambayo ilikuwa tunajua haiwezi kutekelezwa. Sasa ukweli imetoka. Waswahili husema ukweli kidhihiri, uongo ujitenga. Walisema mambo mengi, sisi tutaangalia mambo ya mahasla, sijui mama mboga, sijui jua kali, sijui bodaboda na kadhalika. Hiyo lugha sasa imepotea. Lugha hii imepotea kabisa. Sema sana. Mama mboga imesahaulika sasa. Sasa maneno imerudi mambo ya ushuru.
mimi na Kalonzo tumekuwa na nafasi kuingia kwenye serikali wakati hali ya uchumi ilikuwa mbaya zaidi, tukiwa na marehemu Mwai wa Kibaki. Tuliingia kwenye serikali tukapata hazina kulikuwa karibu ni tupu, lakini tulikuwa tumesatoa ahadi kwa Wakenya ati tukiingia kwenye serikali tutaleta masomo ya bure ya shule ya msingi. Wakati hiyo Kibaki alikuwa amepata ajali, ako kwa kitanda, lakini alisema tuliahidi na mpaka tutekeleze. Tukasema mara moja, tuliingia kwa serikali Januari, na Januari hii tukatangaza free primary education. Kukawa na shida, manake watu wengi waliingia, walirudi kwa shule. Hata yule mwingine Bwana Marube alikuwa miaka 84 ameingia kwa darasa zimejaa, watoto wanasoma chini ya mti. Lakini tukatekeleza na tukatafuta mbinu bila kuongeza ushuru, na tukatekeleza hiyo mpango tulikuwa naye. Watoto wakaanza kusoma, na hiyo ikaendelea hiyo mpango yote. Lakini sasa jamaa wamekuja wakasema ati tumeingia kwenye serikali hazina ilikuwa tupu. Hapana, ukiweza kulinganisha na vile tulikuwa naye wakati ile nyingine. Lakini sasa mwaka mmoja na sasa ni miezi 18, hiyo hazina imekuwaje? Kitu ilikuwa ni kwamba wale jamaa walikuwa hawana mpango. Tulipokia na Kibaki hatukuongeza ushuru. Tulipanua hiyo neti. Na pili, tukaziba ile nyungu. Tulipata kama hiyo nyungu kulikuwa na nyufa mingi zaidi. Tundu ilikuwa inavuja. Hizo tundu tukaziba hapa na pale. Na nyungu ikaanza kujaa na pesa. Sasa wakati hii jamaa anasema ationgeze ushuru, lakini yote inaingia toka mfuko ya watu. Hii nyungu inavuja. Kwa hivyo hata ukiongeza ushuru mara ngapi, hakuna chochote ambacho kitafanyika. Ushuru sasa imekuwa mwingi zaidi. Tulikuwa tunasema ati punda imechoka. Nasema sasa punda imeanguka. Si punda sasa imeanguka. Mzigo imekuwa mzito sana, punda sasa imeanguka. Sasa mnajua nyinyi mlikuwa kwa barabara. Wakenya wengi walikuwa kwa barabara. Tukasema tuzungumze. Tukaweka ile kamati ya NADCO. Kalonzo akawa kiongozi wetu kule. Wakazungumza. Sisi kama Azimio tulikuwa na maneno 4 muhimu. Mambo ya ukaguzi ya ile nyungu sava pale ambayo kura iliingia ifunguliwe, ionekane, ikaguliwe. Pili, tulisema tunataka mambo ya IBC, hii halmashauri ya uchaguzi, tushirikishwe tukiunda upya. Tatu, tulisema waache mambo ya kuingilia kwa vyama vyetu ya Azimio. Manake Azimio ndiyo ilikuwa ni chama kubwa zaidi, muungano kubwa katika uchaguzi. Tulipata viti 175 kwenye bunge la chini. Wao walipata 163. Kwa hivyo majority coalition ni Azimio. Lakini wakaanza kununua vyama vyetu. Wanaruka wanaenda ngambo ile nyingine. Mmoja kaenda inaitwa UDM, nyingine JIPA, wakaanza kuruka. Wanaweka wanapewa rushwa. Tulisema tunataka ikiwa kama wewe ulichaguliwa kama MCA au MP katika chama moja, ubaki kule kwa miaka 5. Lakini kama wewe umeshikwa na umalaya, taka kufanya kitendo cha usharati, kuvuka mpaka, rudi kwa wananchi. Turudi nawe kwa wananchi, upigiwe kura upya, kuchaguliwa sawa sawa.
Alafu yale ndio ilikuwa ni, alafu lakini muhimu zaidi ilikuwa ni gharama ya maisha. Gharama ya maisha ipunguzwe. Tulisema haya maneno matatu, manne. Kabla ya hiyo maneno manne, Kalonzo na timu yake walifaulu wakakubaliana kwamba ile nyungu saba itafunguliwa. Pili, wakafaulu ya kwamba mambo ya IBC tutashirikishwa. Hawezi mpaka mimi na Ruto tukubaliana chairman ni nani na wanachama ni wakina nani. Tatu, wakakubaliana bila kwamba kama wewe unataka kuvuka mpaka uende ngambo ile nyingine, rudi kwa wananchi upigiwe kura upya. Pale ambayo hawakukubali ni mambo ya gharama ya maisha. Tukasema sasa hiyo ni deni. Mimi nikamwambia Kalonzo, kubalini hiyo ya tatu wamekubali. Hiyo moja ambayo imebaki tunazidi kuwadai. Lakini hiyo tatu ambayo wamekubali tuendelee nayo. Si mwingine wanasema Kalonzo amerudi mkono mtupu. Hapana. Amerudi na mkono kikapu ilikuwa imejaa, moja peke yake nilibaki. Na hiyo ni deni yetu. Tunazidi kuwadai hiyo mambo, bado tunazidi kuwadai mambo ya gharama ya maisha wakati huu. Tena mimi niliwaambia hao ya kwamba msipokubali, unajua hapo mbeleni bado tuko na ile silaha itaweza kurudi tu. Kwa hivyo walifanya kazi muhimu zaidi. Kalonzo Musyoka. Huyu Kalonzo na mimi tumekuwa marafiki na tumefanya pamoja sana. Watu wengi wakiona Kalonzo wanatembea na Eugene au na Oparanya, wakiona ngali wengine, Azimio na sambaratika. Azimio na sambaratika. Kwa Raila na kwenda kwa mambo ya recruitment ya wanachama wa ODM, Azimio sasa ina sambaratika. Hapana. Kila chama ndani ya Azimio wanajua kazi yao. Kama wapa iko na nguvu ile ya Eugene, DAP, Jubilee, ODM, kama vyama hivi viko na nguvu ndio Azimio inakuwa na nguvu. Kwa hivyo sisi kama wana ODM tunataka a strong wiper. A strong wiper, DAP, Jubilee, ODM equal to a strong Azimio. So kakataza Kalonzo anaweza kwenda aende huko Meru, aende kule pande ile ya Kitui, aende kule Western, aende Nyanza, aende Pwani, mambo ya wiper, na wakiingia mambo ya wiper bilibili anaongea mambo ya Azimio. Kila mara mimi naenda naongea mambo ya Azimio. Kana sisi tuko pamoja. Ati Kalonzo anatangaza anasimama na baba namna gani? Ati mpaka baba asimame kwenye nia pana. Tutakubaliana. Mimi kama Kalonzo yuko candidate, kuna baya gani? Sijasema Kalonzo hawezi kuwa candidate. Mimi nimesema tumetoka mbali na Kalonzo. Kalonzo ameniunga mkono. Na mimi vile naweza kuunga yeye mkono. Mimi sijatoka kwa siasa. Wakati nitakuja ambapo mimi nitasema, sisema namna hiyo. Na kama sasa ile Raila kama yuko mara ile nyingine nilienda Amerika wakasema baba hold your way. Baba hold your way. Mara nyingine kama mimi nimetoka siseme baba hold your way. Maana kama Kalonzo yuko in charge, si yuko in charge. Sasa kwa in charge tu. Kwa hivyo mimi nataka watu wasubiri. Sisi wanaazimio tutaongea sawa sawa. Tutaelewana tu. Tuko hapo na Eugene vile vile anataka. Hiyo Paranya anataka. Wajakoya anataka. Martha Karua anataka. Lakini tutakuwa tuna candidate moja. Si sawa sawa? Si sawa sawa? Mradi ya kwamba Azimio ishike hatamu ya utawala katika taifa letu. Si sawa sawa? Unaunga mkono? Unaunga mkono?
Ngapi naunga mkono, nione mkono hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki.